Praise God, viewers. This is Auntie Mag, and today we are in for our youth forum. And today in the studio, I have a visitor with me. I don't want to say much about her, but she's a youth, and we are going to have a topic that we're going to discuss today. And maybe before I give her time to tell us her name, today we are discussing about youth and marriage. And the question that we are having today is it right for the parents to be involved, or for a youth to involve their parents in a relationship? Maybe you have a girlfriend, maybe you have a boyfriend. Is it right for the parents to come in? If not spiritual parents, biological parents, how maybe do the youth take it? And maybe that's what we are going to discuss today. And I'm sure by the end of this discussion, we will be having some solutions and some questions will be answered. Maybe you have a youth outside there and you have these questions. Maybe it will be answered by the end of this interview. So without wasting so much time, let me introduce my guest today. Viewers, my name is Maslin Kagelita, and I'm also a young person who is born again, and I'm so grateful to be here. I believe that you're going to share a lot and you're going to learn a lot. Yeah. Many a times we have, let me start from the old days. During our times, yeah, we used to go and tell your mom, or somebody approached me and this is how I responded. Was I right? Was I wrong? But today there's a big gap. There's a big gap between the young people and the older generation. There's a minimal discussion on relationships between parents and their children. And maybe from your point of view, Mercy, what's your view on, should the parents be involved or should they not be involved? Yes, parents should be involved. But nowadays it seems hard for the parents to be involved. I think because there is a gap between the older generation and the young people. So you'll find like these parents, maybe by the way ukiingia campus, ukiwa youth, uingie college, ama umalize form 4, your parents watatake a little care, watashughulika sana na wewe sana. At that time, unapata most of the youth wakiingia campus, parents wao watawapigia when they are first year, hapo ndo watakuwa serious like, how are you? Ukoaje? But after that, hao wenyewe wanaanza kuishi maisha yao. So I think ikifika pale ndo I think parent na young person relationship inaanza ku break kidogo. So that's why ikifika now in terms of marriage, ama ikifika wakati kijana ameshakuwa mkubwa, ana like mimi wacha tu niingie endelee na life yangu. I think it is right for us to tell our parents, oh, I have someone, because hivyo ndo vile tumefunzwa na hivyo ndo tumeona wengine wakifanya. But for the young people, it's tough. I was telling some young people somewhere that if these were high school girls, and I was telling them, if a boy approaches you, it's good you go and share with your mom. And they were telling me, madam, no, we cannot. Yeah. So I asked them why. They told me, kwanza tutachapwa. And then number 2, tutaanzaje. We don't discuss that. Yeah, because I think most of the stories utapata wazazi wanaongea na watoto ni hizi zingine tu za life. Parents anaizongea na wewe about lessons shuleni, anaizongea about na wewe about many other things, lakini I think ikifika kwa hii ambayo ni personal and important, huwa wengi waongelelei. So unapata tu, and then pia sometimes find maybe parent amemwambia mtoto wake, I need you not to marry this person in life, usikue na mtu kama huyu in life, I don't want you to marry in this tribe, because nimesikia wengine wakisema hivyo, mzazi wangu aliniambia nisipate from this tribe, alafu unapata au ndio wanyona kutafuta. So now I also have this question. Now where's the problem? Is the problem with parenting that we don't involve such kind of talks with our children right from the tender age, or
should we say the problem is with the youths where they have isolated themselves so much? Where do you think the problem could be? I think, Yeah. first of all, the problem is also, yani, is in both sides. Yeah. There's a problem from the youths and also from the parents, because maybe our parents also, they are not open enough to talk about such a things. Yeah. And they also wanakani kama wako very serious to tell them about such things. Unajiuliza ataniambia nini, ama ataanza kufikiria sana, anza kujiuliza na mtoto ni mambo gani anaulizia, or maybe there's something cooking. Maybe there's something, mbona anataka tuongelee mambo kama haya. And then for the young people, because of that feeling pia au wako zile za nitamwambia aje. So all of us tuko pale katikati zile za mbona waniambii na pia kijana wako nitamwambia aje. So it is a big problem because hakuna mtu mwenye ako ready ku open up. So and then I think also nowadays it's like everyone lives their own lives huku nje. Parents wako mbioni wanatafuta, the young people pia wanatafuta. So kama si wote tunatafuta, inakuwa ni ngumu hata kuwa na hiyo time ya kujua ni nini inamsumbua huyu kwa social life yake. On my side, I believe that as much as there is a gap, looking at the statistics, unaangalia siku hizi marriage imekuwa, there's somebody alikuwa anasema marriage siku hizi ni kama kujikinga mvua, ikiisha unaenda. So looking at it in a Christian perspective, marriage is like a gift, and marriage starts with the relationship. Now, is it right for this gap to continue being there? And maybe to you as a youth, how do you think you can merge this gap? As a young person, because marriage by day is a very important thing. I think hiyo ndio kitu imefanya in this generation there is a lot of single mothers na people wenye tu wako, and fathers who are not fathers, like fathers ambao wako na watoto wao but wako na watoto. So because ya hiyo kuto mtu akotoa anaingia kwa marriage lakini hayuko serious nayo. Because the origin of marriage, hiyo tuko naona kitambo mtu aenda kuvisit parent wa huyu, ilikuwa serious. Hiyo hata huwezi fikiria kutoka. That's why I think our parents mpaka sasa bado wako kwa their marriages. But for this young generation, hiyo kuingia na kutoka, I think the thing tunaweza fanya ndio kuleta hii gap. Ni parents waanze kuengage na watoto wao. Na pia young people, I think we should find our way to see how we can talk to our parents. Because hiyo fact ya kwamba parent unajua ni parent, na yeye ndiye anaweza kukuambia what is right. Wewe unaweza ona mtu na uone huyu ako sawa, but maybe your parent ukimleta kwake atakwambia huyu hapana, because yeye ni mtu mwenye ameshaona yenye iko mbele. So to avoid hizi mambo kwa single mother, ku avoid hizi mistakes zenye tunafanya kama young people, I think it's better to kubali ama to accept kupata information from those wenye wako before us. Because naweza sema by the sisi kama young people, we have a problem in accepting to be told by those who are before us. Yani tunaonanga ni kama mimi tu acha nifanye kenye mimi nataka na kenye naona. But I think it's right kama wewe ni young person kuengage kwa mzazi wako, kujua nafikiria nini about kenye unataka. Because let me tell you, it's funny because ukiuliza young person, unajua niseme mothers, young people tuko very close to our parents, mothers actually. Utapata tunapiga nao story, tunaongea, but sijui mbona ikifika kwa hii mambo mengine na kwa ni ngumu. I think tu ni hiyo notion tumeweka kwa kichwa, kwa akili yetu. But if we try to engage our parents, if mimi ni young person nijaribu hata kumguzia tu for once nisikie reaction yake, nikiendelea kuongea naye hivyo hiyo ni itakuwa rahisi. Then I also like to tell parents pia, if you are a parent, be ready to engage your teenager, your youth. Kubali kuongea naye. Parents wengi wameacha youth wao, wanaona ni kama ni wakubwa. Mtu wanasema mtu ameshafika 18 yeye ni mkubwa, ni sawa, ni mkubwa, but bado anahitaji hiyo guidance kutoka kwa mzazi. Usiseme eti aende tafute huko tu job. Wacha ende. Most of the young people wako Nairobi, wako huko Mombasa, wanaishi tu maisha yao. Mtu akwambia mimi mamangu, in fact bado mzazi bado anampigia simu pia labda anataka pesa. You know. So hata huyu young person anasema hata kama mamangu mwenyewe ananipigia pia anataka pesa. So pia wanatafuta. Pia wanatafuta. So they feel mimi niko sawa hata nikijiamulia maisha yangu ya mbele. So I think parents should be wajue huyu mtoto hata kama ako 20 something, huyu bado ni mtoto wangu. Lazima nijue maisha yake, ni kuwe concerned kujua atafika wapi. I think it is also good
to advise both parties. Life is not all about looking for money. Yeah. It's not all about provisions. It's not all about material whatever possessions. Yeah. Kwa sababu hata when a material possessions and relationship equals zero, Yeah, there is no very- peace in that. Yeah. So as much as we can look for money, mom is asking for money, we should also look for stable relationships. Yeah. And maybe nurture our children. That is now for the parents. Yeah. To go make them be guided to get into the right relationships. It's not all about paying school fees. It's not all about paying rent. It's also about who are you associating with. What do you think about marriage? I think for any parent, that is a good thing that we can do. Now, there is another question I want to ask you. You just talked about the idea of tribe. And I think just recently we had a case in Cumberland where we saw some culture where an ex-wife is coming to bury the ex-husband, and then she's beaten because she has to throw some soil on the grave. Okay, we are told that it's part of the culture. Yeah, you go to Western Kenya, we have cases whereby there's wife inheritance, where a husband dies and you're supposed to be inherited. Now you talked about parents talk about tribes. Now, do you think when we come to that level, parents should be involved so that they can enlighten us on this tribe does this, this tribe does this, or can we say that we are in a modern world and tribe doesn't matter? Okay, we young people are in the modern world. Yeah. And there's an older generation. Yeah. Ambao pia wako in the traditions. Yeah. For example, tukitumia what happened about the Gen Z. Yeah. Walisema kwamba Gen Z walienda barabarani, walikuwa na umoja wa kuangalia tribe, walienda tu wote wamevaa white and black. Afu akasema hiyo kitambo ilikuwa ngati mtu ni which tribe ndio waende. So kuna hiyo notion yenye ilikuja kwamba vijana hawako tribalistic. Wako wanaishi tu maisha yao modern. In fact, when you ask many young people, kwenu huwa mnafanya vipi sijui marriage wa hata wajui. Some of them hawajui. So I think because kuna hiyo gap ya huku na huku, unajua kuambia mtu kwamba you cannot marry from this tribe sometimes ni ngumu. Because huwezi jua kama atakutana na huyo mtu wa hiyo tribe ama utafanya vipi. So I think parents wanafaa wajue kwamba I think these things should be eased in an easy way. Kama mtu ako ready kama for example umepatana na mtu from another tribe na huyu mtu ako sawa, ukimwangalia ako sawa, kama tribe yake iko na vitu fulani yenye inagongana na yenu, if you are very serious about this, mnaweza kaa chini mkaongea and you decide on how you will mta solve hizi vitu ukaweze kuenenda nazo, because truly young people kwa tribe wako sana, wako tribalistic. This comes in when now you are organizing for your wedding and an uncle has to come in and now that's where tribe comes in. Or it's during a burial and you have your Gen Z idea, but there's an older person who is supposed to initiate some processes. So at the end of the day unajipata tu bado uko pale kwa tribe. So don't you think also the youth need to adjust and maybe just try to learn some 1, 2, 3 of these? I think the problem we have also, we as young people, ni process. Kufuata process ya vitu. Unajua those people walikuwa na ile process ati sijui wazee waketi wafanye nini, kulikuwa na hizo vitu mingi. Young people tunaogopa hizo processes sana. That's why I think kuambia mzazi about marriage, pia watu wanaogopa process. Ati yeye nene nione mzazi wa huyu. Tena after that niende nione aone wangu. Tena sijui tuende kwa spiritual father. Tuongee na hao. Tena ndio tuanze kufikiria marriage or wedding. So mtoko zile za hii process yote ni kazi gani? Si mimi tu nisonge mbele. By the most of the young people say wana move in pamoja. Naweza ambia parents hata wewe ni parent uko nyumbani. Maybe your kid ako kampuni ameolewa na ujui. Because in campus we have been in campus na unapata watu wanaishi pamoja kama husband and wife. Wanakuja class pamoja yani we are kwa marriage to say. So you think I have a very innocent daughter, she's alone, and maybe by the time she's getting married, she's in her 20th marriage. Imagine 20th, na sasa yani amekuwa in different levels of marriage. So unajua kwa pale wana share rent, so wanaona wako tu sawa. So that is what happens. So the financial bit also comes whereby if I put up with someone and now you become my husband for provisions in college, and when the contract is over,
we can part way because you know we as girls huwa ni rahisi kwambia mzazi wako I have a problem, unitumie pesa hivi na hivi. But for the men I can say pia wanaume pia wanaumia because si rahisi mzazi ashughulikie mtoto wake kijana. Like ni mwanaume. But for young girls nasema I need this and this. Mzungu asema I need to assist this person. There are cases pia imekuwa na open campus. Imagine msichana anakuwa na sponsor na ako na boyfriend wanaishi naye. So pia boyfriend anakuwa pesa because si anatoa pesa kwa sponsor. Na anakuja they share. So inakuwa tu iko sawa. So I think hiyo inakuja hivyo, inakuwa kama process ni mrefu. Hiyo kwanza kutafutana na wazazi. Mtu akishatoka campus mwenyewe alishakuwa hata kwa marriage. So hata ni ngumu kwanza kufanya hizo process. But I think I like to sisi kama young people, I think we should know marriage. Inafaa to understand what tunafunzwa about finding the right partner, finding somebody mwenye ako right. Sijui kama kuna mtu mwenye ameongelea sana how we should do kukubali marriage na enlighten young people about marriage. Na mbona marriage ni important, mbona marriage inafai kuhusisha watu. Haijaongelelewa sana. But kufind right partner yes iko, kufind mtu mwenye ako vipi na vipi iko. So I think young people we should accept processes. Tukubali zile process ni tunaambiwa. Ya kwenda kuongelesha wazazi, kwenda kumpeleka kwa mchungaji maybe if you are for us who are born again. Kwenda and I think I really want us to pick from there. In a situation where you're born again, where your spiritual dad plays a big part in this. So many a times we've seen cases where you are a spiritual parent, then you have this daughter that you've nurtured, and then all of a sudden you are introduced to what has been going on with a pregnancy. And in most cases we expect you to bring that partner and maybe say, this is my partner. Maybe you can give me guidance. Is he the right person, or is she the right person, or what can you say about this person? And then so that it's easy to break a relationship than to break a marriage. So in most cases we find that we are breaking marriages because ni pregnancy tuliintroduciwa nayo. Hatukuintroduciwa na kijana. There is already the third party of a child. Asha kuja ndio tunakuwa introduced. Now, what do you say about that? Because I think that's the major reason as to why even still in the Christian center, and even to people who are born again, we still have so many marital problems. Do you think we should just do it in the secular way, or now we should come in and know that this is my spiritual dad? Like I cannot tell my own parent, but or do we have a situation where also the church is failing, so that we have these cases in churches? Okay, I can say, I think also sisi girls what tunakimbia sana sometimes because we introduce the pregnancy before that we introduce marriage. You know, nowadays young girls wanaogopa hata ukimwi kushinda mume. Like anasema afadhali hata yako tu sawa. Pregnancy imechukuliwa tu hivyo kama mchezo, na kulea mtoto si mchezo. So I think girls inafaa tuwe very much enlightened in this kwamba we are not supposed to introduce the pregnancy to our parents. Inafaa wajue kwamba yule mtu kumbe yuko naye, because hiyo inafanya unakuwa single baadaye, because huyu mtu atakwambia kwa ready kuwa responsible. Uko na mtu kumbe hata hayuko responsible, but ukipeleka huyu mtu kumbe ndio mzazi wako anaweza kwambia una mtu ganaka hayuko responsible. Most of the time yeah, deadbeat. Where were you to realize this one was a deadbeat before doing anything? You know, there's a time, let me just introduce this story, but my grandmother told me that there's a time alipata mtu akampeleka kwa wazazi wake. So huyo mtu pale sijui alianza sijui kufanya nini, kugonga mguu, kuangalia I don't know pictures. And so according to vile tu mzazi wake aliona huyo mtu akamwambia no, huyo mtu hapana. Then mwingine huyo alikuwa ametulia, alikuwa sawa. So kuna venye parents wako na hiyo macho yenyewe wanaweza angalia mtu and they are like no, huyu hapana. But sisi wenye wewe wakati uko pale unasema uko in love for example, hautaona. And then after umeshakuwa in love, kimesha kuramba vile wanasema squeeze. You realize what? Nilikuwa mjinga aje. You know, ukutana na wasichana by the way, for example, ukutana most of us when labda tuchakuwa na watoto for example, let's say wasichana wenye shakuwa na watoto umuulize. Anakwambia mimi nilikuwa nashangaa.
ulikuwaje na huyo mtu, because sasa yako anajua. But I can say si wenyewe tunajenga hizi shida. If we decide kuonyesha hawa spiritual parents wajue, inaweza tusaidia kwa watu enlighten kuambia huyu hapana, na mtu akwambia huyu hapana anajua mbona amekuja hivyo. So we ambao tuko kanisani, both the young men and the those sometimes our young men wanabatikia tu, but we don't know, maybe they have kids, but because hawana evidence, don't carry the evidence, maybe it's not they have children, but because they can deny. They can deny. So sometimes I think we as young people who are in church, we should know that our spiritual parents, by the way, and they really want a good things from us. Wanataka kuna mazuri. Na pia naweza ongelesha maybe our pastors ama spiritual parents. Let's try to talk to our young people to wafanyie kwa easier. Because there is a pastor mwenye alisema now, yeye kwa church yake sasa hivi anakubali kijana kuja na msichana, na kama mna sijui wedding na nini, aongee na wazazi na mkuje tu mkutanishwe hapo, si lazima mvae wedding dress, I don't know, hizo vitu zote muombewe and mmalize hiyo shughuli yote. Uachana tuache kwa na hiyo mindset ya wedding kubwa. Unajua sasa hivi by the way uchumi imechange. Mambo imechange. Huwezi sema tutafanya wedding kubwa, sio hizo ni expenses. And I think most young men are fearing that. Yeah, of course. Because of in most cases the wedding is for the lady. Yeah, because you know expenses ni mingi. But spiritual parents, let's talk to our young people. Wajue kwamba they can just come together, we pray for them, tuangalie kama sawa, we talk to their parents na ikwe rahisi. Yaani pia spiritual parents wafanye kwa rahisi. Then waongeleshe pia young people sana about the ladies, pia waongeleshwe, the men waongeleshwe, waambiwe kwamba before uanze kuwa na mtu, you have to come to church wajue huyo mtu. And then fornication sasa hivi sijui hata sijui imekuwa ni sin ama pia ilitoka kwa sin. Watu nasahau kwamba ni sin. Tumeiona ni kama ni something in common tu, ni sawa huku nje. And I think nowadays this generation what was spoiled kwa nini? Tumeita majina zingine ati kugongewa. They are softening the scene. Yani hiyo scene soften ni rahisi tu, si kitu. And I think even at some point basi imagine niligongewa beshte yangu. Na inakaa tu ni jokes, history imekuwa jokes. Si serious. Si matter ilikuwa inachukuliwa kitambo na uzito. In fact in this generation just recently I saw one celeb throwing a divorce party. And I was asking myself, where in the world are we headed? Zile vitu zinaona siku celebrated huku nje, ni vitu zenye shetani anafanya zikuwe celebrated. Lakini inafaa tujue kwamba vitu za Mungu anataka vitu zenye ziko straightforward. Si vitu tuna celebrate vitu zenye ziko off, zenye ziko mbaya. So hii generation ukiangalia vitu zenye ziko mbaya ziko celebrated. Imagine, let me tell you, unajua mimi pia kuna kitu yenye huwa inanisumbua sana. You are a parent. Unajua pia parents wanatu confuse. Wewe ni parent, unafuata kijana mdogo. Wewe ni parent, unafuata mtoto mdogo wa campus. You are not leading this person to the right place. Imagine we young girls tunakatiwa na mzazi mkubwa. Mimi wanasikia kuuliza mtu mwenye, mimi sometimes wanauliza mtu, uko na mke, uko na familia, uko serious, unataka kunipatia pesa na mtoto wako shuleni. And in most cases you can find that even they have children who are your age. So I think also parents need to style up. Parents need to style up. Like we are spoiling our own children. Alafu unasema ati watoto siku hizi. But wewe ni parent, you are in that shoe, unapeleka mtu out, unaenda kumtumia na uko tu sawa. Na uko na mtoto wako anasoma shuleni. Au pia utumie kile kama mzazi uko zile za. So yani generation iko spoiled, both parents na there is no one mwenye ready to lead into the right way. That's why unapata inakuwa ni ngumu. There is no one mwenye kupale kulead. Sorry to say this, pia hata kanisani hakuna mtu mwenye ready kulead mtu mwenye mdogo. Because pia unapata wewe mtu mwenye mkubwa pia anafanya vitu za ajabu, inakuwa ni ngumu pia kumwambia. So I think this brought ilileta hii kutokuwa na authority, parents were authority because of hizo vitu. Pia parents are involved in this. Sasa utaambia mtoto wako please don't do this. It's like this we say, for example, my parent tu anakunywa pombe. Afaniambia usikunywe pombe. Sasa mimi nakuona kunywa pombe na mimi nisikunywe pombe. How itawaka? Ni ngumu. So I think parents inafaa tuwe responsible. Young people tuwe responsible because tumechukulia life kwa mchezo. So we will complain ati ni kama kuna mzungu alisema ati Afrika wao wanasema ati takataka. Wana complain takataka ati kila mahali wame sewages. Na mwenye ana complain sewage
Imagine unapata asubuhi amefagia nyumba yake yote takataka. Ndio ameenda kutupa pale nje. Ati amefagia kwake. So unasema oh my house is clean. But kumbe kule nje umetupa takataka yenyewe ina spoil hiyo nini. Wewe pia utapatia harufu. So wenyewe tuko hapa ndani tuko zile za tunajispoilia wenyewe. Tuko hapa ndani tunasema tu ati ho wao watu pia wamespoil generation. Wamefanya nini? Na pia uko ndani unasaidia. Kwa real. I think it's the flesh of what you're talking today. The responsible part of both young people and the older generation. That we are living in a world where no one can direct the other. It's like a blind man trying to give direction to another blind man. So at the end of it all, we find ourselves knocking one another. We find ourselves right in the ocean. And I think that is where the marriages are. Because counting the number of divorce cases right now, there are so many. Looking at marriages penye watu yani tuna survive by the grace. People are just in marriage by the grace. It's not like, you know, when God created Abraham and not Abraham, when God created Adam and Eve, and first of all he created Adam, and he saw that Adam was lonely, and he needed a companion. So it was like a gift. Him giving Eve to Abraham, it was like a gift. And now, this gift came as a precious thing. It wasn't a value. But nowadays, the gifts have been used. The gifts have been opened by somebody else. So they are coming in a package that is not attractive. And now the person receiving it also feels like hata huyu nimemhurumia tu. And that's how we carry now the marriage. And now even with the children that are brought in that marriage, it's like nyinyi mtasurvive tu by the grace of God. And here tunakingana mvua ikiisha, everyone will part and the children are left there. So I think there is much talk about the importance of marriage. Each generation yetu, most of us. And I think that comes in with the agenda of the devil. Shetani alijua kwamba wakati penye anataka kupiga mtu nianzie kwa familia. It's just the way we are told charity begins at home. For there to be a stable child, a stable parent has to come. It starts from home. And it's the same thing when devil saw that God is giving human beings my position of ruling over the creation. And now I want to fight this man, to get this man away from the Creator. So the only way I can get this man away from the Creator is destroy his generation. Problem does not start with the schooling. When people are in school, they are very okay. In high school, they are very okay. But when they get to college, even that one who was upright, you hear what they have done and you're like, ule mwenye nilikuwa najua. So I think when we get to that level, we'll be able to build a stable society. And maybe just to wind up, because I think that has been a good discussion. And I thank God because of this opportunity, because these are rare discussions. And in the book of Genesis, there's that part where Abraham was almost dying, and he wanted to ensure that Isaac gets the right woman. So he took one of his servants and told his servant to go back to his native land, because he didn't want Isaac to marry and from Canaan. He didn't want a Canaanite woman. So he went back to his native land. And it's because he knows that he is a parent, and it is his responsibility to ensure that Isaac has the right. I think we as parents, we should be taking that responsibility, where I should nurture my child to know that marriage is an institution from God, and there is an enemy with the devil fighting this marriage and this union, and therefore you need to rely on God. You need to seek guidance to get the proper partner and also to live peacefully. I think once the society realizes that, we will be able to
enjoy our marriages. So we all have roles to play, Yeah. to make it. Yeah. And also for the young people, allow advice. Yeah. Allow parents to play their part. Yeah. If maybe you advise, because at the end of the day, even that marriage gets blessings from your Yeah. spiritual dad and even your parents. That's why in your wedding you want them to be there. Yeah, because it's the blessings that we do. So when we also, the young people, when you also try to accept, pick what you know will build you, and then what you know that it's not beneficial to you, just throw it away. Yeah. So viewers, that has been a good session, and I think some of your questions have been answered, and some pressing issues have been maybe made easy, or some solution has been found. And till next time, this is a youth forum in Anti-Mag TV. Till we meet again, and bye.